Mimi katibu wa kamati ya mashindano ambao tunasimamia kombe hili la shirikisho ama kombe la FA kwa niaba ya kamati tendaji ya ZFF ambao ndio waliotupa jukumu la kusimamia shindano hili. Tumesikitishwa kwanza kiukweli na tukio la jana katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza kati ya KVZ dhidi ya Uhamiaji, mchezo ambao ulichezwa majira saa 10 katika uwanja wa Mau A, ambao uliishia kwa matokeo ya goli 2 kwa KVZ na Uhamiaji goli 1. Kiukweli hatukutarajia kuona kilichotokea, lakini sisi kamati ya mashindano kama nilivyosema, tunakuwa tunasimamia kombe hili la FA kwa niaba ya kamati tendaji, lakini tunafanya kazi pamoja na taasisi ama na vitengo vingine mbalimbali vikiwemo vya ulinzi na usalama, habari na masoko, lakini tunao stewards wengine wanaingia huko, tunao watu wa tiba kwa maana daktari na Red Cross, lakini tunao wenzetu wa Ball Kids na makundi mengine kwa ujumla. Kwa hiyo tunapokuwa katika mashindano yetu haya tunakuwa tunawasiliana na pande zote ambazo kwa kifupi nimezitaja. Kuwasiliana kwetu ni kwa maandishi kwa maana ya ratiba. Tunapokuwa tunatoa ratiba tunakuwa tunafikia kila mmoja ambaye kwamba ana jukumu la kusimamia ule mchezo. Na kila mmoja maana yake anapoipata ratiba anatakiwa atekeleze wajibu wake. Kwa mfano tunapoituma kwa watu wa habari na masoko, maana yake afisa habari anakuwa ndo zaidi jukumu lake kuhakikisha kwamba ratiba ile ama taarifa ile inawafikia waandishi na waandishi wanawapeleka kwa jamii. Lakini tunapowafikishia wenzetu wa ulinzi na usalama, maana yake pia na wao ni jukumu lao kuhakikisha kwamba hizo mechi zinakwenda kuchezwa siku fulani, tuandae ulinzi na usalama. Watu wa uwanja vile vile tunapowapelekea nao wanajua kwamba siku fulani uwanja utatumika, kwa hiyo maana yake kama kulikuwa kuna oda nyingine, na hali kadhalika na makundi mengine. Katika sintofahamu ya jana ambayo naweza nikasema ni ya mechi nambari 76 katika mechi zetu za kombe la FA ambazo jumla ni 79 kwa Zanzibar nzima. Kitendo kile sisi kama kamati ya mashindano kama nilivyotangulia mwanzo tunakilani, lakini hatukuwa na taarifa nacho. Kwa maana kwamba hakuna klabu yoyote ambayo tumeanza nao ligi tangu mechi namba 1 tunaanza na timu za mikoa huko mpaka kufikia jana mechi nambari 76 kwamba kuna barua iliyoletwa kwenye kamati ya mashindano kueleza kwamba timu yetu itahusika na ulinzi na usalama katika mchezo husika. Kama kamati ya mashindano hatuna barua hiyo, wala hatuna hata ile simu tuliyopokea. Baada ya kutokea hilo kwa bahati nzuri afisa wetu wa ulinzi na usalama wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF, Ramadhani Abdalla Bakari maarufu Ramamanyama, ambaye huyu pia anatambuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF na hata lile la dunia FIFA, kwa sababu kuna kozi wanaendesha na yeye anakuwa anashiriki. Binafsi nilipowasiliana naye ilikuwa naye kama ni surprise kwenye tukio hilo. Sisi kamati ya mashindano tumepewa shindano hili kulisimamia na kamati tendaji ya ZFF. Yani tunasema sisi tuko on behalf kwa our technical committee. Kwa hiyo tunachokifanya kwanza ni kukusanya ripoti ya afisa ulinzi na usalama Bwana Ramadhan Abdalla, ripoti ya match commissioner, ripoti ya muamuzi. Bahati nzuri hapa mezani ninayo ya match commissioner hii hapa, ingawa sipasi kuisoma. Hii hapa ya match commissioner kwa mchezo wa jana Ali Juma Kombo imewasilishwa. Kwa tunasubiri na National Safety and Security Officer, lakini pamoja na ya muamuzi kama nayo itakuja. Kwa hiyo tutakapokusanya hizi, sisi kamati ya mashindano tunakuwa tunaiandikia barua kamati tendaji, kwa maana inakwenda kwa katibu mkuu, kwa sababu ndio waliotupa mtoto wao tumlelee. Kwa hiyo sisi tumelea mtoto lakini amekwenda kufanya uhalifu kwenye nyumba za watu, tumeletewa taarifa, maana yake sitomhukumu mimi kama mimi au mimi peke yangu, narudi kwa yule alionipa mtoto wake tumlelee. Kwa hiyo kamati tendaji wao ama watakaa
ama watarudi tena kwetu sisi kwamba sawa, sisi tumepokea taarifa yenu na tunaomba mchukue au mtoe adhabu kwa mujibu wa taratibu za mpira zinavyoelekeza. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya mashindano hii hapa ya mashindano ya 24-25, ndani yake ametajwa mashindano manne. Kuna ligi kuu kwa maana PBZ Premier League, kuna kombe la shirikisho kwa maana FA Cup ambayo ndio tunalizungumzia, kuna ligi daraja la kwanza FDL, kuna ligi ya timu za vijana under 21, lakini ikawemo na mechi ambayo kwamba hii si ya ligi isipokuwa ni mchezo mmoja tu maalum wa ngao ya jamii. Kwa hiyo maana yake hizo vote nilivyovitaja vinaongozwa ni kanuni hii hapa. Kanuni hii au kwa mujibu wa kanuni hii, sura ya 20 inazungumzia kufanya fujo kiwanjani kabla, wakati na baada ya mchezo. Imetajwa, imetoa ufafanuzi kubwa ni kosa kufanya hivi, lakini kwenye 22 wakatoa ufafanuzi zaidi. Hilo neno kufanya fujo ni pamoja na nini? Inawezekana sio kupigana tu, pengine mpaka kung'oa geti la watu ni fujo. Wao wakaifafanua kwamba kwa tafsiri ya kanuni hii, fujo inatambuliwa kuwa ni kuzuia waamuzi, makamisa na wasimamizi wa mchezo. Tunapozungumzia wasimamizi wa mchezo, maana yake mpaka waandishi wa habari na wasimamizi wa mchezo, kwa sababu tumewaalika na wana kazi maalum. Kwa hiyo kuwazuia wasimamizi kutokufanya kazi zao, moja, kundi moja limetajwa ile kuwazuia hao watu. Lakini chengine, kuvamia kiwanja imetajwa hapa. Kuvamia kiwanja, kutoa lugha za matusi au kashfa, yani muda huo. Kwa hiyo hapo namba 3 sasa ikaeleza kwamba ZFF au bodi ya ligi, kuna vitu viwili vimetajwa, ZFF au bodi ya ligi. ZFF ni kwa mashindano kama haya niliyozungumza kwamba ya kwetu sisi tunasimamia ni ya kamati tendaji. Maana yake kama tendaji ni ZFF. Bodi ya ligi wao wana ligi daraja la kwanza, wana Premier, sijui soka la vijana wana under 21, beach soka wana ya kwao, unaona? Kwa hiyo ZFF au bodi ya ligi kutakapotokea haya yaliyotajwa juu, wamesema kupitia kamati zake husika itakuwa na uwezo wa kutoa adhabu zifuatazo. 1. Kufungiwa kucheza, kuongoza, kufundisha au kutazama mechi. Maana yake hapo kucheza itakuwa ni mchezaji, kuongoza maana yake ni kiongozi, kufundisha maana yake ni kocha, sijui kutazama maana yake ni shabiki, si ndio? Kwa tafsiri ya haraka. Sawa, ambazo zitaandaliwa na ZFF kwa kipindi cha miaka 2. Kwamba adhabu hiyo inaweza kumkuta mtu atakayefanya makosa hayo yaliyotajwa katika kifungu hichi. Lakini 2 ya Kirumi ikasema pia kutozwa fine isiyopungua shilingi milioni 1. Isiyopungua, lakini pamoja na kulipa gharama ya mali zilizoharibiwa. 3 ikaja ZFF inaweza kuongeza, kwamba imetajwa milioni 1, imetajwa miaka 2, inaweza kuongeza au kutoa adhabu kulingana na kosa lililofanywa na mhusika kutokana na rekodi yake. Inawezekana nishafanya matukio kama hayo, nishakanywa, lakini bado naendeleza. Kwa maana yake ZFF imetoa mamlaka kwamba bwana, kwa huyu milioni 1 haistahiki, huyu apewe 5 au miaka 6. Kwa hiyo kama nilivyosema, adhabu maana yake sisi kamati ya mashindano tunakusanya ripoti, tutapelekea kamati tendaji, na naamini kamati tendaji watatoa adhabu kwa mujibu wa kifungu hichi, iwe ni kilivyo au kwa hicho kifungu namba 3 walichoongezewa kwa kuongeza kutokana na rekodi zake. Mimi niseme kwamba wengi tumesema tumechelewa, lakini kama mnakumbuka maneno yangu ya mwanzo kabisa, nilisema sikutarajia kwenye kombe langu la FA. Tuna miaka 5 tunaishi na nyinyi, nyote ni mashahidi. Hata hakunaga amekoti kwamba zamani ilikuwa from yani mechi namba 1 pale askari wapo uwanjani. Kweli sahihi. Na sikutarajia kwamba kwenye FA, najua kwenye ligi nimesikia mmetaja Kipanga walifanya sijui mafunzo wakaingia watu na magwanda yao, sijui hao KVZ, sijui kuna mechi na nani, sijui Polisi na Kundemba, yote nimesikia kwenye nini bodi ya ligi. Mimi ni kamati ni kombe la FA. Sikutarajia kwa sababu moja kwamba nina miaka 4 naishi na watu wasijaliona tukio kama hili. Hilo moja. Lakini la pili, sikutarajia kwa sababu siku 3 zilizopita
niliona taarifa kwa umma imetoka kutoka kamati ya usimamizi au ofisi ya ZFF kwamba hizi timu hazitakiwi kuleta hawa vikosi vyao. Sasa na ile kanipa moyo, asiwashakanywa. Tunafahamu kwa sikutarajia. Lakini la tatu, mimi wapo baadhi ya maofisa wa hii timu niliongea nao, na niliongea nao kwa sababu nilikwenda kuona mechi ya Mwembe Makumbi na wao kama sikosei, nikaona ile hali ilivyo mle uwanjani, lakini nikawaomba sana, bana we, naomba mna mechi tarehe 11, hii hali iliyomo uwanjani please isije katokea. Na siku ya mchezo asubuhi mimi nimepigiwa simu nikaambiwa vipi? Bana, ile hali kuwa na amani haipo. Na kweli kwa mazingira ya tulivyokwenda uwanjani sote kama alivyokoti hali pale dakika 10 kabla mchezo kumalizika, lakini tulipokwenda tuliona ile hali. Kwa hiyo na mimi kanipata na moyo kwamba kweli kwenye mechi yangu ule mambo yao wanaofanyana na bodi ya ligi hawatonifanyia. Hatimaye siku geti lishafunguliwa kama taratibu za kafu zinavyoelekeza, dakika 10 tufungue milango. Kule zamani tulikuwa tunasema fungulia mbwa, samahani kwa lugha hiyo, kwamba hata mtu alikuwa hana pesa tena anaingia, kumbe ndo tunafungulia watu waingie. Kwa hiyo kwangu mimi halijachelewa kwenye kamati ya mashindano kwa sababu ni surprise kwangu, lakini niseme tu kwamba naendelea kulani sana sana sana. Na sasa hivi nichukue pia fursa hii kama katibu wa kamati ya mashindano kwa niaba ya kamati tendaji ya ZFF na wadau wote wa mpira wa miguu, kiukweli kuomba radhi sana, lakini na kuwatakia shufaa wale ambao kwamba walikutwa na kadhia hii. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii nyingi zimenisikitisha, hata hizo picha zilizotumwa za hao wanaohusika wapo, lakini kilichoniuma zaidi kusikia kwamba kuna tena wa jinsia ya pili, msichana ni mfanya biashara amepata kadhia. Na siwafichi, mimi kama Alibakari Cheupe na kuombeni mnisaidie ili niweze kumpata huyu mama kwa mimi mwenyewe binafsi, ili niweze kumfariji. Siruhusu shabiki yoyote wa timu yoyote, iwe ya kiraia iwe ya kiaskari, kuingia uwanjani akiwa amevalia mavazi ya uniform pasipo kupata kibali kutoka kwa mahusika ambaye ni mkuu wa kitengo cha ulinzi na usalama wa shirikisho letu la mpira wa miguu Zanzibar ZFF.